ukisoma habari za Ibrahim, niliwahi kufundisha hapa ya kwamba kwenye uzao wa Ibrahim walikuwa wale wanaume ni matasa. Shida hakuwa nayo Sara, shida alikuwa nayo Ibrahimu. Na ndio maana nawaambiaga wanaume, mke wako hajazaa usihangaike tu kumnyoshea mikono mke wako, pambana, inawezekana ni wewe huku vitu havitoki. Anyosha tu. Wengine wanamwambia mke wake nenda kliniki, nenda kapime, sijui una shida gani. Yani anamwambia mke wake sijui una shida gani, nenda kuna daktari amepatikana, nimeshampigia simu, panda gari nenda Mwanza, nenda naye. Oh yes. Apime na wewe upime. Kwa hiyo Sara alikaa pale miaka hazai. Sababu ya Sara kutokuzaa si kwamba tumbo lake lilifungwa kwa sababu Mungu alikuwa amelifunga. Tumbo la Sara lilifungwa kwa sababu aliingia kwenye familia ambayo ilikuwa na laana ya kutokuzaa. Oh yes. Na ndio maana mabinti, mnapomwomba Mungu akupe mume, usianze kwamba naomba bouncer, naomba mwenye kifua baba, naomba mwenye hela. Utapata mwenye hela, unaingia kwenye familia ambayo imefungwa, tumbo haizai. Kuna vitu vya muhimu vya kuombea. Hela zitakuja tu. Hela zitafanya nini? Zitakuja. Naomba handsome, baba naomba handsome. Yani naomba mwanaume fulani hivi, akisimama mwanaume fulani hivi nikipita naye sehemu baba, watu waseme hakika huyu ameolewa. Na ujue kinachoshika yale malango ni miungu. Kwa Ibrahim alikuwa na jina la miungu ya kwao. Ya kwao. Unanisikiliza? Amen. Wala unasikiliza? Amen. Mungu alipokuja kushughulika na Ibrahimu, hakuhangaika. Mungu alibadilisha lango. Alienda kwenye jina alilopewa Ibrahim na baba yake. Oh yes. Mungu akamwambia utaitwa tena Abraham, utaitwa Ibrahim kuanzia leo.